Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia tokea mwanzo wa vipindi hivi vilipokuwa vikirushwa katika channel yako hii hadi sasa. Mungu aendelee kukubariki na Mungu aendelee kukufanya kuwa tunu na nuru katika maisha yako. Tunakuombea na tunaendelea kukuombea ya kwamba katika mada hizi ambazo zinakuwa kila mara zikitumwa zikalete badiliko fulani katika maisha yako, na ni imani yangu ya kwamba Mungu wetu husikia na atatenda kwa wakati wake. Endelea kumtumaini na kumwamini yeye, maana yeye yuko karibu nawe. Basi kwa namna hii ya kipekee nipende kukualika tena kwa somo hili na mada ya leo tunapokwenda kujifunza pamoja. Endelea kutufuatilia, tenga muda wako tena, usione hasara. Weka muda wako wa dakika hizi chache, chukua pamoja na Mungu wako. Sikiliza ujumbe huu ambao Bwana anaenda kuzungumza nawe, ili kusudi jina lake liendelee kutukuzwa maishani mwako. Na dhamiria moyoni mwako ya kwamba Mungu, nipatie badiliko la kweli litakalo nifanya niwe nuru katika maisha yangu na sio giza. Tuombe. Asante Bwana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, mimi na mpendo wangu mtazamaji na msikilizaji. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutushikilia, zungumza pamoja nasi katika wakati huu. Endelea kutufanya kuwa wapya maishani mwetu. Tupatie badiliko la kweli ili jina lako liendelee kutukuzwa. Asante Bwana kwa kuwa umesikia na utatenda, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Nikualike katika mada ya leo. Mada ya leo inasema nifumbue macho ya Bwana. Nifumbue macho ya Bwana. Somo hili litakwenda kuamsha ufahamu wa kina katika maisha yetu ya kiroho, kwa vijana, wazee, wakubwa kwa wadogo. Kuna kuamsha ufahamu wetu. Utakwenda kutupatia hamu ya kuweza kujifunza na kuona hamu ya kupata kufunguliwa macho ya kiroho. Utakwenda kutupatia hamu ya kutamani kuona tena. Na unajua ndugu mpendwa, katika lengo la wakati huu, lengo la somo hili wakati tunapokwenda kujifunza ni kutuwezesha sisi kuweza kufumbuliwa macho, si macho ya kimwili bali ni macho ya kiroho, macho ya rohoni. Maana wakati fulani, rafiki yangu, tunatembea tukicheka, tunatembea tukiwa tunafanya shughuli zetu za kila siku, lakini ukweli ni huu: tumetembea kama vipofu, tumeishi kama vipofu, na hatuoni hatari yoyote iliyoko mbele yetu. Hebu Mungu atusaidie tunapokuwa tukijifunza pamoja katika somo la leo. Mungu atuvute karibu naye. Nifumbue macho ya Bwana. Nifumbue macho ya Bwana. Ninataka kuona. Nifumbue macho ya Bwana. Ni somo ambalo ni ombi. Bwana, nifumbue macho. Linaonyesha shauku ya kwamba Bwana, ninatamani kuona, ninahitaji kuona. Bwana, nifumbue macho. Rafiki unayenisikiliza, katika ndoa yako, lia, omba ombi hili: Bwana, nifumbue macho. Kuna mambo mengi ambayo unaona huyaelewi katika maisha yako, yanafanyika nyuma ya pazia, wengine wanasema chini ya kapeti. Rafiki yangu, ni muda wa kuomba: Bwana, nifumbue macho. Nifumbue macho. Uzoefu huu wa kutembea kama vipofu ni mgumu sana. Ni mgumu sana. Hauna amani moyoni. Ni huzuni na vilio vimetanda kila kona. Uzoefu wa kutembea kama vipofu. Maana kama ni miba michungu tumeikanyaga pasipo kuiona, tukajikuta imetuchoma na inaendelea kutusokota na kutuumiza, kwa sababu tunatembea kama vipofu, hatuoni. Tumejikuta tumeingia katika mashimo marefu, kutoka imekuwa ni ngumu sana, ni kwa sababu hatuoni. Ndio maana mada ya leo inakuja, inasogezwa mbele yetu, ikija na ombi: Bwana, nifumbue macho. Bwana, nifumbue macho. Rafiki yangu unayenisikiliza, ulioko kitandani, ulioko hospitalini, ulioko mahali popote, ni muda wa kulia na Bwana: Bwana, nifumbue macho. Ili ni ombi.
Hili ni ombi, ndugu mpendwa unayenisikiliza, ni ombi ambalo lina mguso ndani ya mioyo yetu, ya kwamba si macho ya kimwili, si macho haya ambayo tunayatumia ya kawaida, maana haya yamejawa na ukungu mnene na ambayo yanasababisha athari kubwa katika macho yetu ya rohoni. Mungu, nifumbue macho, nifumbue macho, ninataka kuona Bwana, ninataka kuona, nifumbue macho. Macho yetu haya ya kimwili yamejawa na kila tamaa, kila shauku, kila kitu kinachopita mbele yetu tunakiona, na imepelekea maisha yetu yanaongozwa na tamaa mbovu tu, tamaa mbovu tu. Ni matokeo ya ukungu, upofu wa kiroho, upofu wa macho ya kiroho. Leo hii wanadamu tumejawa na tamaa zisizo za kawaida. Nyingine ni mbovu, wengine ni uchu wa mali, kiasi cha kudiriki hata kusubutu kuua. Wako tayari waue ili wapate mali, wamwage damu ili wapate mali, ili wapate vyeo, ili wapate madaraka. Ni muda wa kulia na Mungu na kumwambia Bwana, nifumbue macho. Rafiki yangu, hakuna muda mwingine tena, ni sasa. Mungu anatamani afumbue macho yetu ya kiroho. Mungu anatamani afumbue macho. Mungu anatamani akufumbue macho yako. Mungu anatamani akupatie kuona macho ya kiroho, uone. Rafiki yangu mpendwa, unapofunguliwa macho ya kiroho utaona lengo la Mungu. Unapofunguliwa macho ya kiroho utayaona mapenzi ya Mungu. Haina haja ya kuhangaika, haina haja ya kujisumbua, maana yeye yupo pamoja nasi, maana yeye yuko pamoja na kila mmoja wetu. Haina haja ya kutafuta waganga ili upate mafanikio kwenye biashara yako. Lipo lengo la Bwana. Kwa nini wateja hawaji? Lipo lengo la Bwana. Yapo mapenzi ya Bwana ambayo anatamani ayafunue na kuyadhihirisha maishani mwetu. Anatamani ayafunue na kuyadhihirisha katika maisha ya wafanyakazi wenzako. Anatamani ayafunue. Mruhusu sasa afumbue maisha yako. Mruhusu sasa atufunue, atupatie uone wa macho. Afumbue macho yako. Na huu ndio wakati ili Bwana aweze kukubariki, ili Bwana aweze kukupatia mibaraka tele. Afumbue macho yako. Afumbue macho yako. Macho ya rohoni. Waefeso 1 mstari wa 17-18 anasema, ili awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Paulo anaomba waumini wa Efeso wafumbuliwe macho. Ukienda kusoma vizuri 17 hadi 18, Paulo anaomba fungu la 18, Bwana wafumbue macho yao ili waelewe tumaini la wito wao. Ewe mwalimu unayenisikiliza, ewe mtumishi unayenisikiliza, Mungu anatamani uelewe tumaini la wito wako. Uelewe kwa nini lengo lake la yeye kukuita. Lakini si hivyo tu, yeye pia anaeleza ya kwamba tunapofumbuliwa macho tutaiona dhambi kwa uhalisia wake. Tutaikataa dhambi kwa uhalisia wake. Tutaikana dhambi kwa uhalisia wake. Tutaikemea dhambi kwa uhalisia wake. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3 hadi 4 anasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, imesitirika kwa hao wanaopotea, wakati shetani anaupofusha macho ya watu wengi, wakati shetani anatufanya tunaona kama mambo yakiwa kawaida, hatuoni kwa uhalisia. Tumejawa na ukungu maishani mwetu, hatuzioni dhambi katika uzito wake. Tunajawa na hali fulani ya mapuuzi, ya kupuuza hali fulani za kiroho. Mungu anatamani atufumbue macho ya kiroho, tuone mambo kwa uhalisia wake. Shetani anapopofusha, shetani anapotudhoofisha, shetani anapotuletea na ulemavu wa kiroho, ulemavu wa macho haya ambayo yanapofuka sasa, ambayo yana ukungu mrefu, Bwana anatamani afumbue macho yetu. Bwana anatamani afumbue macho yetu. Na ndio maana ombi la wakati huu, mimi na wewe tunapokwenda kuliomba, tunaomba Bwana nifumbue macho. Nifumbue macho. Fumbua macho katika ndoa yangu. Nione mapenzi yako kwenye ndoa yangu. Nione mapenzi yako na lengo lako kwenye uchumba wangu.
nione mapenzi yako na lengo lako katika familia yangu, nione mapenzi yako na lengo lako katika biashara yangu, nione mapenzi yako na lengo lako katika kazi yangu, nione mapenzi yako Bwana. Fumbua macho yangu katika hali yangu ya kiroho. Ninakuimbia, ninakwenda kanisani mara zote, ninakuwa ni mjadala mzuri, tena kiongozi mzuri, tena wakati fulani mwalimu mzuri wa maandiko matakatifu, lakini hayanibadilishi. Hakuna badiliko lolote. Ninatamani Bwana unifumbue macho yangu. Natamani unifumbue macho yangu. Katika kitabu cha Ufunuo tunapokwenda kumalizia sura ya 3 mstari wa 17-18 anaeleza, wewe wasema mimi ni tajiri, lakini haujui ya kuwa wewe mnyonge, msononeka. Wewe ni mnyonge, maskini, kipofu na uchi. Laodikia anaambiwa hapa ujumbe kwa kanisa la Laodikia. Anaambiwa ya kwamba kanisa la Laodikia, wewe unavyojiona utajiri, unavyojidhania utajiri, lakini sio, wewe ni maskini tena kipofu. Mungu atusaidie. Maana wakati fulani tumejiona ni washiriki wazuri waaminifu, wakati fulani tumejiona watendakazi waaminifu, wakati fulani tumeleta matoleo, lakini yamekuwepo ni matoleo haramu, matoleo vilema, maana hayana mguso wote wa kiroho. Wakati fulani tumekuwa watumishi wazuri katika mataasisi fulani, kule tunapofanyia kazi, kwenye maofisi yetu, lakini tumekuwa ni watu ambao tukijidhania ni watu wazuri, tukijidhania tumefikia kwenye mafanikio yetu, lakini tu vipofu wa kiroho. Tunatembea ndio, tunacheka ndio, tunazungumza ndio, tunafurahi ndio, lakini tunaugua kiroho. Mungu tusaidie, utufumbue macho ya kiroho. Muda ni sasa, rafiki yangu mpendwa, muda ni sasa wa kulia na Bwana. Mungu atufungue macho ya kiroho. Daudi aliomba ombi hili katika kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 18. Anaomba, anasema, nifumbue macho yangu nipate kuyatazama maajabu ya sheria yako. Nifumbue macho yangu. Daudi alijua bila msaada wa Mungu hawezi kuelewa chochote kinachoendelea maishani mwake. Hawezi kuelewa yale anayoyapitia, hawezi kuelewa changamoto anazokumbana nazo, ni mpaka pale atakapofumbuliwa macho. Rafiki yangu unayenisikiliza, pengine ni katika ndoa yako, pengine ni katika biashara yako, pengine ni katika ofisi yako, pengine ni katika kazi yako, pengine ni katika changamoto yoyote ulionayo. Rafiki yangu, hutaelewa mpaka kesho kama hujamruhusu Bwana afumbue macho yako. Kama hujamruhusu Bwana ayafumbue macho yako ya rohoni, hutaelewa chochote. Utazani umelogwa, utahisi umelogwa, utahisi kana kwamba watu wanakuwazia mema, utahisi umelaaniwa, utahisi pengine ni mambo fulani yanayoendelea. Lakini ukweli ni huu, mpendwa unayenisikiliza, ya kwamba pale utakapogundua siri hii ya kufumbuliwa macho, Bwana atatangaza ushindi. Bwana atatangaza ushindi. Bwana ataiondoa hofu. Bwana ataiondoa hofu utakapofunguliwa macho. Kitabu kile cha Luka 24 mstari ule wa 30 hadi 32, naomba nisome kwa haraka. Luka 24 na sura yake ni mstari ule wa 30 hadi 32. Biblia inasema, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. 32, sikiliza. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko?
Je, mioyo yetu haikumgundua tokea tulipokuwa njiani tunatembea naye? Hiki ni kipindi Yesu ambapo alikuwa amewatokea wanafunzi wake, akamega mkate, akawapatia mkate, wakala. Alafu walipokula ule mkate, Biblia inasema wakafumbuliwa macho, wakamtambua. Lakini walipomtambua, it was too late, too late. Akaondoka, akatoweka. Rafiki yangu, usisubiri mpaka iwe too late. Usisubiri mpaka uchelewe, usisubiri mpaka ifike mwisho. Rafiki yangu, muda ni sasa. Muombe Bwana, Bwana nifumbue macho yangu. Bwana, haya maumivu sijawahi kuyazoea, hayana uzoefu. Bwana nifumbue macho. Bwana nifumbue macho. Ninatamani nione hali yangu ya kiroho. Bwana nifumbue macho. Mbona ninafanya maombi kila siku? Mbona ninaomba kila mara? Mbona ninakwenda kanisani? Mbona ninatoa sadaka? Mbona zaka ninatoa kamilifu? Lakini Bwana, sioni badiliko lolote la moyoni. Sioni badiliko maishani mwangu. Sioni badiliko kwa watoto wangu. Mbona Bwana ninafunga? Mbona ninajinyima? Bwana nifumbue macho. Wakati fulani tunalia ya kwamba Bwana, mbona sipati mchumba? Mbona sipati mke mzuri? Mbona sipati mke mwema? Bwana, mbona nimekaa ukiwa kwa muda mrefu? Mbona mume wangu amelala? Mbona nimebaki na mzigo mnene? Rafiki yangu, ni muda wa kuomba. Bwana nifumbue macho. Bwana nifumbue macho. Rafiki yangu unayenisikiliza, mahali popote ulipo, changamoto unayopitia mimi sijui. Pengine upo kitandani umelala, unaumwa, ni mgonjwa. Muombe Bwana akufumbue macho, uone mapenzi yake. Kuna sababu ya wewe kulala kitandani. Kuna sababu ya wewe kuwa hapo ulipo. Kuna sababu ya wewe kupitia changamoto hiyo. Pengine ni mateso, pengine ni kunyanyapaliwa, ni kutengwa na jamii. Muda umefika wa kumwambia Bwana, nijulishe mapenzi yako. Nifumbue macho yangu, nikujue, nikuone, ni katika uhalisia wako. Tena niyafahamu mapenzi yako. Niyafahamu mapenzi yako. Muda ni sasa. Nifumbue macho, nione maajabu ya neno lako. Bwana nifumbue macho, nione hatari za dhambi. Bwana nifumbue macho, nione neema yako. Bwana nifumbue macho. Nifumbue macho, nione kusudi lako la maisha katika maisha yangu. Bwana nifumbue macho. Ninataka kuona kama matokeo ya kuwa vipofu wa kiroho. Tumetembea tukitazama changamoto badala ya kumuona Bwana. Tumetembea tukitazama shida badala ya kumuona Bwana, vikwazo badala ya kumuona Bwana. Rafiki yangu unanisikiliza, muda umefika, si wa kutazama changamoto tena. Muda umefika, si wa kutazama hali yako ilivyo. Muda umefika, si wa kutazama maisha magumu ulionayo. Muda umefika wa kumuomba Bwana ayafumbue macho ya rohoni.